Chatuma hela mpaka sasa hivi mpaka mimi nafukuza na yeye mshangazi yangu. Shangazi asikilizi bwana, ananitegemea mimi tena baada ya mimi kutegemea yenyewe. Sasa ni mshangazi au ni mjomba? Mimi naona ni mjomba hii. Nitakuwa ni uncle, yani ni uncle. Wewe samahani ndugu wangu. Nimefurahi kukuona. Kila siku nakuona unapita hapa nikasema leo nikuje tuongee kidogo. Shikamo. Mama mzima? Mimi mzima. Sasa na maongezi na kidogo naomba tuingie ndani tuongee. Lakini mimi boss amenituma gengeni, inabidi niwahi. Nitachelewa atanigombeza. Ameniambia nisichelewe. Hamna shida, mimi boss wako ananijua vizuri. Alafu mimi pia ni jirani yenu. Si nyumba hii na hii hapa tena. Sisi ni kama ndugu. Naomba nisikilize kidogo tu. Unaenda sasa hivi. Sawa. Haya. Njoo. Samahani kwanza mdogo wangu. Nimekuita hapa nataka tukujua kitu kimoja. Samahani nimekuingilia kwenye maisha yako. Kwanza nataka kujua pale bosi wako mshahara anakulipa bei gani? Mimi hela waga namtumiaga mama kijijini. Kwa hiyo sijajua ila haiwezi kuzidi 50,000. Maskini. Kwa hiyo yani unafanya kazi mwezi mzima unalipa shilingi 50,000 tu? Sasa mimi kuna kazi nataka nikupe. Yaani nikikuangalia wewe ni taabu kabisa. Yaani huo mshahara wako ambao unaulipwa kwa mwezi, mimi hiyo hela unaweza kaitengeneza kwa masaa tu. Mimi nasaidia mabinti wengi sana ambao ni warembo wazuri. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikuchukue kwa 100. Yaani upate pesa zaidi hizo. Hivi hiyo 50,000 unayolipwa utawasaidia nini ndugu zako? Sasa 50,000 najitengeneza kwa masaa. Ni kazi gani hiyo? Nataka kunipa jamani. Wewe hilo niachie mimi. Umesikia? Hilo niachie mimi. Wewe pale tafuta sababu, aga acha kazi, uje kwangu utaniambia. Yaani kwa siku unaweza kutengeneza 200,000 300,000. Yaani utajiri nje. Nitafurahi sana. Ila ngoja kwanza niende gengeni boss asije akanigombeza. Alafu nitakupa majibu nikifikiria vizuri. Yaani nikikuangalia juu mpaka chini, yaani hii ni mali. Nahisi kupata wateja wengi sana. Umenielewa lakini? Sawa, nimekuelewa dada. Mimi naondoka. Utaniambia basi mimi nakaa chumba hiki hapo. Sawa, nitakuja. Haya, bye. Tambo hilo lenyewe kabisa lenyewe. Ulomchukulia Litambo unamjua lakini. Litambo nilimchukua simjui. Kuna sister moja hivi niko kijeni Nongwa pale kapita tu nikamfuatilia nyuma. Nikamwambia bwana nina shida na simu. Akanipa simu yako hivi, nikamwambia simu yangu mimi mbovu. Naomba kuna mtu nimpigie. Ile ananipa tunaika namba tu, naika ipi tu. Nikala nyoya. Nikapotea ji. Yeye kwenye moyo wewe mimi. Nikala nyoya. Yakosea hapa.
Zuia 2000. Sawa. Sawa. Shakuelewa. Nisikilize sasa nikwambie. Ili tambo inabidi lirudi kwa mwenyewe. Wewe usibishe. Usibishe. Alafu usitaki kunalibia kazi ujue. Mimi naitwa Ngadwa Kilisifuri sura mama mfalme mama Sela ndo mimi. Usitaki kuniharibia kazi kabisa katika kazi zangu mimi. Wewe mwanafunzi wangu mimi na kama kazi nimekupa mimi. Kwa hiyo usiforce majukumu yangu mimi yawe ya kwako wewe. Wewe unajua huyu mtu ana umuhimu gani kwangu mimi? Unajua huyu mtu ana sifa gani kwangu mimi? Sijui. Haujui eh? Zuia 2000 ili tambo linarudi kwa mwenyewe. Shika basi mrudishie. Shika mpelekee. Kuziwa kamanda. Tarudisha. Sepa basi. Sepa! Na sepa. Sasa kama kipele kimempata mkunaji, maana yule demu amenyaenya we. Ya Mungu mengi imetukutanisha. Hii ndio imetukutanisha sisi sasa. Tuone nimpelekee litambo nani katae vile vile. Aseme Ngadwa Kilisifuri sura mama mfalme mama Sela sio type yangu. Leo hapa miakanyaga hapa. Sikia utamu kama nipo na haya maskini. Maisha. Ngoja jikiru nikirudisha. Leo nione sasa akatae. Nampelekea kwa mikono yangu. Afu kama sio sema kuishi tena. Ulikuwa karibu ni mwafi. Hamna madam. Mimi nimekuita lakini kuna vitu havijakaa sawa. Yaani Situmai umebadilika. Yaani wewe sio Situmai yule ambaye mtoto ambaye nimemkuza, nimemlea mwenyewe, nimembadilisha mwenyewe. Kwa nini umekuwa hivyo? Madam, niambie kwanza kuna shida gani? Hujui unachokifanya. Yaani tatizo lako wewe ni mtoto mdogo, hujui kama mimi ni mtu ambaye nimezaliwa mjini, vitu vingi navijua kuliko wewe. Yaani wewe ulikolalia mimi ndo nilikuamkia. Wewe siku hizi unachukua wanaume huko unamalizana nao kimya kimya, mimi pesa yangu niletei kwa sababu gani? Madam, kwani kufanyia hivyo lakini sio kweli bwana. Wewe maneno kama umesikia ni uongo. Huwezi kukubali, lakini mimi najua kila kitu kinachoendelea. Mimi mjini kitambo ndugu yangu. Lakini mbona mwenzio yupo kama wewe? Mbona mwenzio amenyooka sana, mwenzako yuko hivi? Akipata chochote, yani hata kama ni ndogo mpaka sometimes namuonea mimi huruma, namwambia hiyo baki nayo. Kwa nini unakuwa hivyo? Mimi nimekutunza mwenyewe, nimekulea, usiwe hivyo. Yaani sijapenda. Mimi kiukweli sijapenda. Nimekuelewa madam. Ndiko wewe hivyo bwana. Ndiko uniheshima, ndiko unielewe. Sababu mimi naweza nikakufanyia kitu kibaya, hata wewe unakutana nao ukakuona wewe ni takataka tu. Si unanielewa? Nimekuelewa. Sawa. Kuna vijana wamenipigia simu migodini wanakuja mida saa 8, ndio maana nimekupigia simu. Wewe kweli Kione kinavyopenda. Alafu jiandae next week tuende Katoro Geita huko. So unaona dada wewe ninavyowaka na kweli. Hali na pangu karibia kodi inaisha kwako, si unajua vitu kama hivyo. Na nasikia tena kuna sehemu inaitwa Chunya huko kuna madini watu nasikia wanaonga akali. Kwa hiyo kutoka Katoro tunaweza tukaongea hiyo hiyo. Sawa? Sawa dada yangu. Wewe ni familia yangu, nikikuacha ndamwachia nani? Nakupenda vipi? Dodo. Mimi sinakuita Dodo. Dodo nisikilize basi hata dakika moja tu, Wewe unaishi kila siku utaongea jambo moja tu. Unaga mpya. Haya unataka nini? Haya basi, kama mimi sina mpya fresh. Mambo yasiwe mengi wala nini. Hii simu unaijua? Ni simu yangu. Naijua ndio ilipotea. Haya umeipata pataje? Ndio maana nikakwambia, mimi naitwa Ngadwa Kilisifuri sura mama mfalme mama Sela. Wewe malikia wa Masela. Umeona chikitaa hichi? Hichi kitaa chote, ili eneo lote lipo chini yangu mimi kama mfalme wao. Wewe malikia. Haiwezekani uibiwe simu. Uibiwe kitu cha aina yoyote. Ikosekane kurudi. Lazima kila kitu kitarudi katika mikono yako. Dodo. I love you. Wewe, hebu nisikize nikwambie. Hivi unadhani mimi kama ningekuwa naitaka hiyo simu nashindwa kupata?
Mwarabu wangu huyu mmoja tu. Napata mpya tena nzuri zaidi ya hiyo. Kwa hiyo sije kazani kuniletea simu eti ndo nitakukubali. Umenoa babu. Njoo na new style. Alafu sina shida na hiyo simu, siitaki wala wewe sikutaki. Au sio? Aha. Mimi hamna kitu kingine chochote kinachonifurahisha wewe Dodo. Zaidi ya hilo gari ni lavu lako tu, lakini hauna kingine chochote. Na wewe Dodo, dawa yako mbona nachemka wewe? Utalijua tu kabula Kimasai kama alivyosema gani siku yoyote. Utasema ndo yeye yule Ngadu. Dawa yako inachemka. Unanijua kama Ngadu au kama mimi nani? Wewe. Baba naomba uondoke. Umeshakaa hapa kwangu nani siku hizi 3 sioni chochote. Maana ndugu zangu wako sijui Ufaransa, sijui wako sijui Kongo wanamtumia mpaka leo kimya. Unakula ugali wangu unalala bure unaamka bure. Nimesema naomba uondoke. Sasa Sheri, ni kule na hela kwani niko mama ntilia hapa Sheri wangu. Ndapata tu hiyo makuta. Vumilia tu bebe. Ndio nakuaga namna gani? Ngoja ningie tu ndani nikalale tu. Naomba ondoka. Naomba ondoka. Kwanza hapo umekaa unanizibia riziki. Wanaume wengine wanashindwa kuja hapa nyumbani kwa sababu umejaa wewe utafikiri umeshanioa. Umeshanioa mimi wewe. Naomba uondoke. Hao ndugu zangu watakapotuma hizo pesa naomba utaruta nikuta mimi nimejaa tele niko hapa ndani. Mimi nataka tuingie tu mwanangu. Nani kidogo. Najua hii nani furushi la nichanganya sana Sheri. Mimi nikiondoka tapata wapi hii kitu mama? Naomba ondoka. Siondoki mama, utaniua tu hapa. Naomba uondoke. Hao ndugu zako nikutumia hizo pesa ndio urudi hapa kwangu. Sasa hiyo ndugu yangu amesema natuma tu jioni mama. Ndio vile. Kwa kuaga hivyo mama Sheri yangu. Nakupendaka sana mshangazi yangu. Mimi nitakula wapi sasa? Ndio vile. Naomba ondoka. Naomba ondoka. Hizo pesa zikituma utarudi. Nimechoka kulea mtu ambaye anatamia. Siku ya 3 leo. Unakula bure, unalala bure, unaamka bure. We, sasa aibu. Nakupendaka sana mshangazi yangu. Vumilia, kuwa na mavumilivu Sheri. Hiyo makuta itakujaga tu na ndugu yangu yuko kule Faransa kule. Faransa ndani kule. Anaitwa Papitex. Ila atumaga tu madola tu ndo vile. Utakula vizuri, tavaa vizuri bebe. Tu vile. Hakuwa namna gani wanawake Dar es Salaam na kwaka hakuna uvumilivu. Takupeleka Kinshasa mimi. Nimekuvumilia, nimechoka. Siku 3 ni nyingi sana kwa mimi kukaa na mwanaume hapa ndani. Watu wanashindwa kuja hapa ndani. Wanaume wengine na wadanganya mimi sipo, kumbe upo hapo mkao unanijazia choo tu, unanijazia nyumba mimi. Sasa hiyo choo atajaza nani Sheri kama sio mimi? Nakupendaka sana bebe. Unanipenda na una hela. Mwanaume asipokuwa na dau watu muelewe kabisa. Naomba uondoke ndugu yangu. Siwezi Sheri. Nimemisi kukupakia mkongo. Unataka mkongo Sheri? Wewe ulivyokuwa unatambaza maupendo kule unakunywa pombe mabaya kule unategemea utatumiwa mpaka leo la gani ambayo haitumwe ikafika. Itatumwa tu hiyo hela Sheri. Kwa na mavumilivu Sheri. Baba naomba ondoka. Naomba ondoka. Sitaki kukuona hapa. Mama. Zikitumwa pesa, nimejaa tele niko hapa ndani utanifuata. Inatumwa jioni hiyo hela Sheri. Unaenda wapi? Huu ni aibu huyu baba jamani. Wewe talala wapi Sheri wangu? Naomba ondoka. Naomba baba naomba nenda. Kula bure ndio hivi tu. Mimi ni mzee wa mselele kwa Sheri. Nakupendaka sana. Naomba ondoka sitaki kukuona. Mwanaume una hela mimi nakaa na nini? Takaa na mimi hivyo hivyo. Unakaa hivyo mimi nakula mtu mzima hauna taa hivi. Nakupendaka sana. Ndugu zangu wana hela zini hatumi kiasi. Sheri wangu nakupendaka sana pepe. Nakupendaka wewe pepe. Sheri wangu. Nafunga na mlango. Hii mwanamke vipi? Nakupendaka sana mwanamke. Hii jamaa nawe nitumie basi hiyo hela ndugu yangu. Mazalilika tu. Mtu anaweza kujua ya kutupa uchafu kumbe ndio nimehama hivi. Mambo gani papa? Vile tena. Ndio nimeshatimuliwa sasa hapa maisha yameshakuwa ngumu sasa. Kwani nimpige upeti wangu. Upeti wangu unakuwa na mambo gani ndugu yangu? Chatuma hela mpaka sasa hivi mpaka mimi nafukuza na yeye mshangazi yangu. Shangazi ya siku hizi bwana ananitegemea mimi tena baada ya mimi kutegemea yenyewe. Sasa ni mshangazi au ni mjomba? Mimi naona ni mjomba hii. Nitakuwa ni ankoli, na mali yangu. Sasa ndio vile. Ngoja nimtangie hii peti. Peti wangu mimi nimefukuzwa sasa hapa nimwambie huyu. Tume au makuta. Nisio itapatikana kwa hiyo ma video call. Inaita hivi. Peti wangu. Habari yako peti wangu Ndio vile papa Molomba hapa kijana kutoka Kigoma mkoa wa Tanga karibu na Lindi kule ndani. Sasa peti wangu. Peti wangu, sasa inakuaje ile mambo ya makuta ndugu yangu? Nimeshafukuzwa kwenye hii mshangazi hapa. Niko tu nje hapa na kifuko changu ili kama naenda kutupa uchafu. Tuma hiyo makuta ndugu yangu Ndio Sheri hii imenifukuza hapa, ndio sina sehemu nyingine ya kulala ndugu yangu. Talala wapi? Tuma hiyo makuta nirudi tena ndani. Na kutegemea basi peti wangu Ndio vile. Peti mauzo.
Jo vile tajiri yangu wewe. Basi poa ndugu yangu nakusikilizia hapa. Jo vile. Tuma hiyo makuta yote papa. Hii sheria ya Tanzania bana hii nashindwa kuwa na uvumilivu kabisa. Nitimwa mimi kisa tu makuta. Makuta natafuta sheria. Nakupendaga sasa nitafutie rafiki yangu mwaka mmoja chali yule. Nikimwambia kila siku nikupe mkongo amekubali kupiga kimoja chali na mimi mkongo niko nao tu vumbi imekaa tu ndani tu kwenye mfuko huko niko nao tu. Haina kazi. Sasa hapa nimpigie tu yule peti wangu yule mzee ya kimoja chali. Piga kimoja chali lakini bado anajikubali yule jamaa. Kumwambia nikupe tu ile mkongo, umupakie mtu mkongo ata